Habarini za wakati huu wapendwa watazamaji, nipende kuwakaribisha kwa mara nyingine tena katika chaneli yetu pendwa ya Afya kwa Wote. Kwa mara nyingine tena siku ya leo tunaenda kujifunza umuhimu wa kuzingatia usafi wakati wa kumeza dawa. Wapendwa watazamaji, hii ni chaneli yako ya Afya kwa Wote inayotoa elimu na uelewa kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Sasa tunapoendelea kukuelimisha, lazima ujue vitu vipi vya kuzingatia unapokuwa unameza dawa zako, unapotumia dawa zako kwa usahihi, ikiwa ni pamoja na usafi. Sasa leo tunaenda kujifunza umuhimu wa kuzingatia usafi wakati wa kumeza dawa. Unapokuwa tunameza dawa, kuna mambo mengi huwa yanajitokeza, ikiwa ni pamoja na mtu anapofeli kwenye usafi, lazima aweze kupata positive impact au positive therapeutic effect. Jambo la kwanza kabisa, kwa nini ni muhimu kuweza kuzingatia usafi tunapokuwa tunameza dawa? Umuhimu wa kwanza ni kwamba kudumisha ubora wa dawa. Tunadumisha nini? Ubora wa dawa. Ubora wa dawa unaweza kudumishwa vipi? Unaponawa mikono yako kwa maji safi na salama, ukaikausha kwa kitambaa safi na salama, ukasubiri kakauka, ina maana hata ukishika kidonge, kile kidonge kinabaki kuwa salama, kinabaki na ubora wake, na kinaweza kukulinda wewe katika kukamilisha lengo kabisa. Kwa maana hiyo, tunaponawa mikono yetu, tunapokuwa wasafi, tunakuwa tumedumisha ubora wa dawa. Kwa maana hiyo sasa, kama dawa zinatengenezwa viwandani, zinaletwa madukani, mahospitalini, mpaka naenda kupewa mgonjwa, basi wewe unapokuwa nyumbani unapotaka kumeza dawa, basi ili uweze kudumisha ubora wa dawa ile uliopewa ikiwa katika ubora wake, hakikisha unafanya usafi wa mikono yako. Umuhimu wa pili, kudumisha usalama wa dawa. Usalama wa dawa ni muhimu sana katika kutupatia ufanisi mzuri wa kutibu maradhi yetu tulionayo. Badala ya kwenda hospitalini ukapimwa ugonjwa husika, ukapewa dawa husika kwa ajili ya kurudi katika hali ya ubora wako kiafya, lazima dawa unaenda kukutibu iwe iko salama, na usalama unazingatiwa na wewe unapofanya usafi wa mikono yako. Hivyo basi, wapendwa watazamaji, ili tuweze kulinda usalama wa dawa yetu tunapoitumia ili iweze kutupa matokeo chanya, fanye usafi wa mikono, usafi wa miili, usafi wa chochote kile kinachoweza kuhusiana na dawa yetu ili iweze kulinda nini? Usalama wa dawa yetu. Jambo lingine la tatu, unapofanya usafi unadumisha ufanisi wa dawa. Wapendwa watazamaji, ufanisi wa dawa ndio unaowezesha wewe kuweza kupona juu ya ugonjwa husika. Therapeutic effect, efficiency inayokuwa kwenye dawa ndio tiba yenyewe, ndio active ingredient yenyewe ambayo inaenda kupambana na bakteria, inaenda kupambana na hali yoyote ile ya yule mdudu aliyeenda kukushambulia wewe. Hivyo sasa, ili tuweze kulinda ufanisi wa dawa hii, ni lazima tuzingatie nini? Usafi. Usafi ni jambo muhimu sana tunapokuwa tunatumia dawa zetu. Ili tulinde ufanisi wa dawa katika kuua bakteria, lazima tuzingatie usafi. Na jambo lingine, tunapofanya usafi, tunaponawa mikono, huepusha ubebaji wa viini vya maradhi mwilini. Wakati mwingine unapokuwa nyumbani, hapa tunaongelea zile dawa zote ambazo ni rahisi mgonjwa kwenda nazo nyumbani na akatumia mwenyewe. Sasa anapokuwa nyumbani, hana usimamizi wa mtaalamu wa afya, yupo nyumbani, kitu gani anachotakiwa kuzingatia? Ni usafi. Sasa kuna wengine unakuta yupo nyumbani ameshika dawa katika mikono michafu, labda katika mikono yake alikuwa ameshika vitu vichafu ambavyo vimeweza kuwa vimebeba vimelea mbalimbali. Let's say labda unaenda kujikinga na malaria, lakini uchafu wa mikono yako ambayo inaenda kushika kile kidonge ambacho unaenda kumeza kwa ajili ya kuzuia malaria, umebeba vimelea ambavyo vinaenda kusababisha minyoo, vimelea vinavyoweza kusababisha amoeba. Sasa ni kwa jinsi gani unaweza kuepukana na shida hizo zote? Ili ukiwa umenawa mikono yako kwa maji safi na salama, ukakauka, ukashika kidonge chako, ina maana umeshika ile dawa pasipokuwa na viini vingine vyovyote vile vya maradhi vinavyoweza kuletea madhara. Kumbuka umetibu malaria, lakini ile dawa malaria sio kwamba inaenda kumtibu amiba, sio kwamba inaenda kumtibu minyoo. Hivyo basi, ukiwa msafi utakuwa umeepukana na hizo dhama zote. Lakini pia hudumisha afya njema na iliyo bora maishani mwetu. Kila siku tunafundishana tufanye usafi wa mazingira, usafi wa miili yetu,
tuoge, tuogeshe watoto, tusafishe vyoo, tusafishe vyombo. Hiyo yote ni katika kuhakikisha tunatengeneza environmental intervention ya kuweka sustainability ya maisha yetu. Hivyo basi, usafi ukizingatiwa kila sehemu katika nyanja zote, ndo ufanisi na ubora wa afya zetu katika upana wake. Hivyo basi, ili jamii yetu iweze kuishi katika kiwango kinachostahili, kilicho bora, kisicho na maradhi, kisicho na matatizo yoyote yale, usafi ukifanyika kwa kiwango elekezi katika kipindi cha kumeza dawa na katika kipindi cha maisha yetu, tutakuwa tumeepukana na changamoto mbalimbali kama hizo. Hivyo wapendwa watazamaji, tutakapoweza kuzingatia hizi taratibu zote zilizo katika kipengele cha umuhimu wa kuzingatia usafi wakati wa kumeza dawa, tutakuwa tumehakikisha kwamba afya zetu ziko salama na dawa zetu tutakuwa tumezilinda dhidi ya ubora, tumezilinda dhidi ya usalama, tumezilinda dhidi ya ufanisi, lakini pia tutaepukana na viini vya magonjwa ambavyo viko tofauti na dawa tunayoitumia. Kwa sababu usafi wa mazingira, usafi wa vyoo, usafi wa miili, usafi wa kila kitu ambacho kimekuzunguka wewe kama mwanadamu katika mazingira yako ya nyumbani ndio kinachoweza kulinda ubora na usalama wa afya yako. Hivyo basi, haya yote ni kwa sababu unapoumwa kuna dawa utakazopewa kwa ajili ya kwenda kutumia unapokuwa nyumbani. Ukifuata hizi taratibu, hatutarajii mgonjwa aweze kupata madhara zaidi. Tunatarajia dawa zitakutibu, utaepukana na malalamiko ya kwamba dawa haziponyeshi, hizi dawa zimeexpire, hizi dawa. Hayo yote huwa wanayasema, lakini unakuta dawa iko ndani ya muda, ila kwa sababu ya kutotunzwa vizuri, ya kutoshikwa vizuri, mwisho wa siku inapoteza ubora, inapoteza ufanisi na inapoteza usalama wake. Asanteni kwa kunisikiliza. Wapendwa watazamaji, niwakumbushe tusubscribe channel yetu ili mafunzo yanavyokuja uweze kupata kengele na uweze kuendelea kujifunza kadri tunavyoendelea kufanyaje kupa mafunzo haya. Asanteni kwa kunisikiliza.